kuzimia na kuzimia. How do you feel now? Najisikia. Unaendeleaje? Napokuwa na wewe lazima nisikie vizuri. I feel okay when I'm with you. Hadi zangu bado zile kwako. Unajua kama kitu kikubwa hivyo. Na wewe pia kitu kikubwa maishani mwangu. Okay? Remember our promises? I'm sorry. For what? Please don't say like that. No. Umefanya kitu ambacho nilikuwa napaswa kufanya. I'm sorry. Naumia kwa sababu ya... No. Sorry to see you. But don't worry. You're gonna be okay, okay? Ambra, niahidi kukupenda. Kuwa nawe katika kila hali yote ile. So, mimi ni yule yule. Nitakuwa nawe kwa kila hali. In every situation. Kwa nimefu sana maisha yangu. Amani. I love you. Sikia
Nenda juu. Nenda sasa. Thank you. Naam dada yangu. Yaani wewe, nina habari. Nifanya nikuite hapa Bilali kakaangu. Kuna swali marefu hapa. Yaani wewe ukikuaga na mambo yako marefu ndio unakuja. Lazima nikuite. Sasa wewe si kakaangu, hayo marefu lazima yaani wewe ni mhusika wa hayo mambo marefu ambayo nataka kuambia. Mimi? Tunahusika sote, familia nzima. Leta habari. Yaani chenye kiko hapa. Pale tunamwambiaga Amra aolewe na ule mzee Malijani, anakataa. Ana sababu zake. Na sababu ni ipi? Ana kijana ambaye anapokutana naye anampenda kufa. Inaingia akilini. Hapa ndo tumeaibika. Aibu familia. Sawa. Ana kijana. Unafahamu kijana ambaye anakutana naye, simfahamu. Namsikia tu hivyo lakini yupo. Alianzana naye angaliki nje Ulaya kwa masomo. Sawa? Angaliki kwa masomo Ulaya, ndio alikuwa anaongea naye, anawasiliana naye kwenye simu kila kitu mpaka kisa amefika, amekuja huko anaendelea. Ndio sababu ya kutukatalia kuolewa na mzee Malijani. Lakini dada yangu, tokea tu huyu mwanamke alienda kusomea nje. Mimi siwezi nikachukua pesa naenda kumsomesha mwanamke nje eti namsubiria. Hapana. Sasa alikuwa amempenda na sisi familia tulikuwa tumemsupport, tumekubali. Mimi na rafiki yangu hivyo hivyo katoa pesa, mwanamke akaenda kusoma, akamaliza, kumbe huko kakukutana na mtu wake, kitu kikaeleweka. Alafu nikisema ni fege. Sio mnaniambia? Hivi sasa sio fege. Hivi imeonekana wazi kama hicho kitu ni kweli. Hakuna siku hata moja huyu mtoto wetu alikuwa kupata furo kisema hilo jina la Malijani. Hakuna kabisa. Yaani alikuwa na huyo kijana wake mwenyewe, jamani, anampenda, nakwambia hivi, omwe mfamilia atoke kuliko kumwacha huyo kijana. Nishaona Amra mambo yake. Tunashinda tunasema kila siku Amra Malijani. Anatoka kwa video wa Bwegenazi. Ana yake rohoni. Ni kweli. Na yeye ana haki ya kupenda pale penye anajisikia. Basi ila sasa mwa mnangangania, simu muache basi na yeye. Bwana. Sidhani kabisa. Mfano umeenda kumuoesha kule penye hataki. Unafikiri kweli ile ndoa itadumu? Sasa tunataka maslahi kakaangu. Jua zile milioni 10 umesikia. Milioni 10 unafikiri ni mchezo? Zipotee tu hivi tukita mikono. Unamuuzisha? Hatuwezi kumuuzisha, tunataka leo tupate mali. Kumbe sasa umwache ende kwa ule mtendaye. Bwana, wewe acha tungoje tuone nani atatoka hivi. Nikisema fege kaka, unapiga fege, napiga fege. Fege simo. Kwaona zani suna si ndo haya anaanza tokea. Acha tuone mwisho wake. Ndio habari yenyewe nimekuitia hiyo, maana singejibakiza singekaa kimya bila kukuambia. Sasa habari usijue kuwa mtoto wa kaka yako ana kijana ambaye anampenda. Ndio mwache wewe ndo penye roho yake ni mtuma huko.
Ndio habari hiyo. Ndio kiangalia kile kizikisha kwa kimtu kizima ndugu yangu. Hautazami utu uzima, unatazama faida yenyewe tutakata. Na ndio kaolewe naye wewe. Hakunipenda nini? Mumwache mtoto ajipende pale anapojisikia. Mtoto ndogo. Afu mnaniambia ni fege. Na fege zilikwemo. Sawa. Nakuzimia. Nakuzimia, aminia, nakuzimia.